Historia ya Mansa Musa ni mojawapo ya simulizi za kushangaza zaidi katika historia ya Afrika na dunia kwa ujumla. Ni hadithi ya nguvu, imani, utajiri usio na kifani, na namna mtu mmoja alivyoweza kuifanyia dunia nzima itambue uwepo wa bara la Afrika katika ramani ya kimataifa. Katika karne ya 14, kulikuwepo himaya kubwa sana Afrika Magharibi iitwayo Mali Empire, yaani dola ya taifa la Mali. Himaya hii haikuwa ndogo, ilienea katika maeneo ambayo leo ni Mali, Senegal, Gambia, Guinea, Niger na sehemu nyingine. Ilikuwa tajiri sana kwa sababu ilimiliki sehemu kubwa ya dhahabu ya dunia wakati huo. Dhahabu haikuwa tu mapambo, ilikuwa nguvu ya uchumi wa dunia ya kale. Ndani ya himaya hii ndipo alipozaliwa Mansa Musa, anayejulikana pia kama Musa I. Hakuna taarifa nyingi sana kuhusu utoto wake, lakini inaaminika kuwa alitoka katika familia ya kifalme. Neno Mansa lilimaanisha mfalme au mtawala. Hivyo alipokuwa akitoa Mansa Musa, ilikuwa ni ishara ya mamlaka yake kamili juu ya himaya hiyo kubwa. Alikuja kuwa mfalme kwa njia isiyo ya kawaida. Mtawala aliyekuwa kabla yake aliamua kuondoka na msafara mkubwa kuvuka bahari ya Atlantiki ili kuchunguza kilichopo upande wa pili, na hakurudi tena. Hapo ndipo Mansa Musa alipochukua uongozi. Mara tu alipoingia madarakani, alirithi himaya yenye nguvu, lakini akaifanyia iwe kubwa na tajiri zaidi. Utajiri wake ulikuwa wa ajabu kiasi kwamba hadi leo bado anatajwa kama mmoja wa watu waliwahi kuwa matajiri zaidi kuwahi kuishi duniani. Lakini utajiri wake haukuwa tu katika mali, ulikuwa pia katika jinsi alivyoutumia. Tukio lililomfanya ajulikane duniani kote ni hija yake kwenda Meka mwaka 1324. Hii haikuwa safari ya kawaida. Ilikuwa msafara mkubwa sana uliovuka jangwa la Sahara. Inasemekana alienda na maelfu ya watu, askari, watumishi, wasafiri na mamia ya ngamia waliobeba dhahabu tupu. Walipopita katika miji mbalimbali, hasa Cairo, Mansa Musa alitoa dhahabu kwa wingi sana kwa maskini na kwa viongozi. Alikuwa mkarimu kupita kiasi. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba utoaji huo mkubwa uliathiri uchumi. Bei ya dhahabu ilishuka sana kwa sababu ghafla kulikuwa na dhahabu nyingi mno sokoni. Inasemekana ilichukua miaka kadhaa kwa uchumi wa maeneo hayo kurudi katika hali ya kawaida. Safari hii haikuwa tu ya kidini, ilikuwa pia ya kisiasa na kiutamaduni. Dunia ya Kiarabu na Ulaya ilianza kusikia habari za himaya tajiri sana Afrika. Ramani za dunia zilianza kuonyesha Mali, na jina la Mansa Musa likaanza kuandikwa katika historia. Baada ya kurejea kutoka hija, Mansa Musa hakurudi tu kama mfalme tajiri, bali kama kiongozi mwenye maono mapya. Alianza kujenga misikiti mikubwa na vituo vya elimu. Moja ya miji iliyonufaika sana ni Timbuktu. Timbuktu iligeuka kuwa kituo kikubwa cha elimu duniani. Wanafunzi na wasomi kutoka sehemu mbalimbali walikuja kusoma hapo. Kulikuwa na maktaba kubwa zilizojaa maandiko ya sayansi, dini, hisabati na falsafa. Hii inaonyesha kuwa Mali haikuwa tu tajiri kwa mali, bali pia kwa maarifa. Mansa Musa pia alileta wasanifu majengo na wasomi kutoka sehemu mbalimbali, hasa kutoka Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati. Hii ilichangia maendeleo ya usanifu wa Kiislamu katika himaya yake. Majengo aliyojenga bado ni alama muhimu za historia hadi leo. Lakini kama ilivyo kwa watawala wengi wakubwa, utawala wake haukuwa bila changamoto. Kusimamia himaya kubwa kiasi hicho kulihitaji nidhamu, uongozi thabiti na mifumo madhubuti ya kiutawala. Hata hivyo, jina lake lilibaki kuwa ishara ya mafanikio makubwa. Baada ya kifo chake,
Himaya ya Mali iliendelea kwa muda, lakini polepole ilianza kudhoofika. Hata hivyo, athari ya Mansa Musa haikupotea. Aliacha urithi wa utajiri, elimu na utambulisho wa Afrika katika historia ya dunia. Kwa mtazamo wa leo, hadithi yake ni zaidi ya utajiri. Ni simulizi ya jinsi rasilimali zinaweza kubadilisha taifa, jinsi kiongozi mmoja anaweza kubadilisha mtazamo wa dunia, na jinsi Afrika ilivyokuwa na ustaarabu mkubwa kabla hata ya mwingiliano mkubwa na dunia ya Magharibi. Kwa kifupi, Mansa Musa hakuwa tu tajiri, alikuwa ishara ya nguvu ya Afrika, historia yake na mchango wake katika maendeleo ya dunia.